mbunge wa Molo, akiwaambia kwamba kama wanasikia hawawezi kuwekeza hapa Kenya, wanaweza enda nchi jirani waekeze huko, then the product they will be bringing to Kenya duty free. Ile ni arrogance. Sasa ndio nauliza wa Kenya, hata nilikuwa nauliza mwenzangu hapa, tunaongea, wa Kenya wameongea. Last time it was not taken serious. This time what makes Kenyans think it will be taken serious? Kama viongozi ndio wanaongea na such arrogance. Wanaongelesha watu kama, because nilikuwa naangalia watu wa mkubwa wa KEPSA, CEO wa KEPSA, nikaangalia Kenya Manufacturers Association, nikaangalia walimu specialist in different sectors ambao wanasema that if this finance bills goes through, we are going to close our industries, or to scale down, not entirely close, but we are going to scale down our industry. Unaelewa? Kama ni wakulima wanalia the same, and the hardship that is there already. Size venye tunaongea hapa hivi, huko nje serikali yenyewe ile ushuru inaokota ni kiwango cha chini kuliko venye walitarajia wataokota. Ni kiwango cha chini sana. Unaelewa? Sasa what makes the government, unajua ni kama tuko hapa, unakamua ng'ombe moja, ile ng'ombe ndio inaikamua house in tax, wanaita house tax. Hii ng'ombe ndio unaikamua social health insurance fund 2.75% wanatoa hapa. Hii ng'ombe moja ndio unakamua, hii una add VAT 16%. Hii ng'ombe moja ndio umeongezea ushuru ya 2.5% kama wamenunua gari. Unaelewa? So hii ng'ombe utaikamua mpaka inaanza kutoa damu. Unaelewa? Sasa haitoi maziwa. That's why unaona government increase kama ni tax ya fuel. Last time wali increase tax ya fuel from 8 to 16. Instead the consumption of fuel iende juu, ilienda chini kabisa. Mpaka ile tax walikuwa wanapata, sasa hata hiyo wenyewe wakaanza kufanya nini? Kukosa. Because Wakenya si eti wanakataa kutoa ushuru. Ni hawana. Unaelewa? So that's why nakwambia hata Wakenya watoe maoni yao, wafanye nini. This government is determined to push the draconian finance bill to the throat of Kenyans. Kwa sababu hivyo ndio wanaongea. Wanasema kama mnataka kwenda Uganda, mnaweza enda. Naam. Na pengine tukija kwako Comrade Bush, ningependa kusikia hisia zako. Manake Wakenya wengi ukiangalia, hata tulikuwa tumetangamana na wanahabari wenzangu ambao wamekita kambi katika sehemu tofauti. Kaunti nyingi Wakenya wanasema kabla mswada upitishwe, tafadhali angalia tena, na kuna mapendekezo ambao wametoa ambao wangependa yatathminiwe upya. Na pengine kwa hisia zako unahisi kwamba serikali ama hilo bunge litasikiliza wito wa Wakenya wakati huu? Asante sana. Mimi kwa maoni yangu naona kwa sababu hii serikali ya Kenya Kwanza tuko nayo na historia. Hii si budget ya kwanza ya finance bill ambayo umepitisha. Hii ni budget ya pili. Na tuliona ile budget ya kwanza, ile Finance Act 2023 ilikuwa very oppressive. Na wananchi walipeana maoni, wale wadau mbalimbali walipatiana maoni, lakini serikali ilikuwa determined na ilipigana na hiyo finance bill na zile maoni za wananchi mpaka pale kotini. Ilikuwa inapoteza na ina appeal, inapoteza na ina appeal. Kwa hivyo serikali ya Kenya Kwanza kulingana na venye waliperform kwa ile Finance Act 2023, hakuna tutarajia hata kidogo ya kwamba watasikiza maoni ya wananchi. Hii kitu inaendelea kwa parliament saizi, public participation, hii ni public relations exercise. Tumeona ile philosophy ya Kenya Kwanza regime, ile philosophy yao tunaweza ona kwa ile finance bill, na tena hiyo philosophy yao tunaweza ona kwa budget, na ile philosophy yao is very oppressive and it is designed to inflict misery upon the people of Kenya. Na pengine nikirudi kwako Chege White, ningependa kusikia maoni yako. Ungependa kitu gani haswa tuseme katika hii finance bill? Kitu gani ambacho ungependa kirekebishwe pakubwa? Nitajie tu. Uti wa mgongo wa taifa la Kenya ni agriculture. Farming. Huo ndio uti wa mgongo. Tukisoma shule tulikuwa naambiwa kama Kenya tunajivunia ukulima. Ukulima wa kahawa, wa majani, ukulima. Na unapoongeza ushuru katika bidhaa za ukulima, because kitu wamefanya hawajaongeza, lakini wamefanya something we call VAT tax exemption. Ni kumaanisha sasa zile vitu za wakulima walikuwa wananunua na exempted from VAT, sasa zitakuwa na VAT ya 16%. Already huu mkulima ni ule unaonaga kwa runinga kila wakati akilia kwamba mapato, the investment
na yenye anapata ni kidogo sana. Unaelewa? Sasa umemuongezea kama ni foliar feeds zimeongezwa 16%. Unaelewa? Huyu mkulima ni kumaanisha hakuna kitu atakuwa anabaki nacho mfuko ukiongezea vitu za ukulima. Unaelewa? Unajua kama taifa President William Samoei Ruto angeongeza vitu zingine kama anataka kuongeza, lakini zile vitu ambazo zinasaidia mtu wa kawaida huko chini, mtu ambaye analima mahindi, mtu ambaye anakamua ng'ombe moja, mtu ambaye analima kahawa, mtu ambaye analima majani, ni ku make sure the VAT is ibaki vile vile. Hata haambiwi that awasaidie, tunamwambia pale ulikuta, wacha tu hapo ikae hapo, wacha kuweka 16% VAT exemption. Unaelewa? Kwa sababu unapotoa hiyo VAT exemption kwa wakulima ni kumaanisha bidhaa zote za wakulima zitakuwa zinafanywa kitu inaitwa tax, na itafanya tunajaribu ku encourage mpaka young generation. Sisi I'm a very young person. Tunajaribu ku encourage mpaka watu wa chini mashinani kwamba waende kwa ukulima. There is gold in farming. Lakini hawa watu hawawezi enda kama mapato ile wanapata sasa pia imeanza kufanywa 16% na hii serikali. Unaelewa? Na most of our farmers in Kenya are subsistence farming. Ni ule unalima maybe eka moja, nusu unakula, half an acre unakula nyumbani, half an acre ya mahindi ikitoa ndio unauza, unasomesha watoto. So hiyo half an acre sasa ikiwa sasa ndio inawekwa ushuru ya 16%, huo unamaliza ule mtu wa chini kabisa. Hiyo ni kitu ya kwanza ningetaka kama wanataka kusaidia wa Kenya. Wenyewe walisema ni bottom up. Waangalie sana wale wakulima wadogo, the bottom people who are depending on subsistence farming, muache kuwatoza ushuru. Number 2, there is something wanaweka inaitwa e-teams. Mimi ni mkulima wa nguruwe. Na napolima nguruwe tunalima na watu wengi sana. Na wananiuliza hii e-teams wakulima wanawekewa ni nini? Inamaanisha ule mama ako kwa kijiji huko Trans Nzoia, huko Uasin Gishu, huko Mount Kenya, na anataka kuuza maziwa yake, hata kuwa anauza maziwa yake kama hana kitu inaitwa e-teams. Saizi napoongea hivyo, wale watu ambao wanatuangalia wakulima wadogo, anashangaa sasa ni kitu gani hiyo? Lazima uregister e-teams ndio uko unaweza nini maziwa yako. You are making it so hard for Kenyans who the economy has hit on them very hard. Kwa sababu mimi mwenyewe nimesoma accounts, nimesomea Bachelor of Commerce, but pia hata mimi kwanza kuregister e-teams ndio nikuwe nauza mazao yangu ya nguruwe na kama mandizi na nini, it will be very hard for me. So the government should make it easier for Kenyans. Alafu wasipofanya hivyo, unaelewa, watu huwa wanalipa ushuru, inastahili kuwa ni kitu ya patriotism. It's a duty. Unaringa ati mimi ni Mkenya, unaambia watu tulipeni ushuru, tujitegemee. Lakini unapoleta ushuru, watu wanaona like you are not listening to them. Wenye tumesema wasikizi. You are not listening to them. Alafu hii ushuru si ile mtu anaweza ringa, ni kama unamlazimisha, ni kama unamumaliza. What happens after that? Kuna kuwa na something called the black market. Tunaingiza a black market in our nation, whereby me I cannot afford to get an e-teams. So kwa hiyo kijiji kutatokea kijana anajua kufanya mambo ya kompyuta, atakuwa anatoa receipt fake za ma e-teams, watakuwa anatoa receipt fake za ma VAT na nini. So we are encouraging black market in our country because kulipa ushuru should be a patriotic thing. Unastahili uringe. Lakini sasa Wakenya venye wanaona serikali haiwasikizi, Wakenya wengi wanaweza chukua ile njia ya kuhepa sasa kulipa ushuru. Naam, asante sana Chege wa Majuice. Na bila shaka Comrade Bush nitakuwa nakuja kwako baada muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa naomba mniruhusu niwapeleke Kiambu, manake mwanahabari wa Kameme TV ambaye ni Kimani Ngunjiri anatangamana na wakazi pale kuweza kusikia hisia zao. Kwa hivyo moja kwa moja tuungane naye. Kimani, kama unanipata, chuko usukani. Mwenza, ukiwa upande ule mwingine wa studio, nasi tuko hapa katika jimbo la Kiambu, na hii leo tunaendelea na mazungumzo ambayo yana husiana na jambo la bajeti ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 25. Ni makadirio ya bajeti ambayo yanatarajiwa kuwa yakisomwa kwenye bunge hiyo hapo Alhamisi, na tunataka tuzungumze pamoja na Wakenya ili ya kwamba tukaweze kusikia ni maoni yepi ambayo wako nayo yanayohusiana na mapendekezo aina mbalimbali ambayo yamepeanwa kwenye mswada wa kifedha ama mswada wa sheria wa kifedha wa mwaka wa 2024 na 2025,
kumekuwa na hisia za aina mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza zinazohusiana na baadhi ya mapendekezo ambayo yamepeanwa kwenye mswada huo, na tutakuwa tukizungumzia hayo, hasa tukitaka kujua Wakenya wanahisi vipi kuhusiana na mambo haya, ni jinsi gani ambavyo wanahisi kwamba mapendekezo haya huenda yakafinyilia mambo na njia moja au njia nyingine. Na hapa nilipo tuko na baadhi ya Wakenya kutoka katika jimbo hili la Kiambu. Jina langu ni Kimani Ngunjiri, na karibu nami hapa tuko na Peter Kiongo ambaye ni mwekezaji katika sekta ya magari ya uchukuzi wa umma, na vile vile tuko na Hana Kuria ambaye ni mkazi wa hapa Kiambu, na pale pembeni tuko na Peter Mwangi ambaye ni mwenyekiti wa madereva wa tuktuk hapa katika kaunti ya Kiambu. Tutakuwa tukizungumza pamoja nao. Asanteni sana kwa kujiunga pamoja nasi leo hilo. Tuko na mjadala ambao unahusiana na yale mambo ambayo yanatuguza moja kwa moja na njia moja au na njia nyingine, na ningependa tuanzie kwa kusikia maoni yenu. Je, tukianzia na wewe Bwana Kiongo, umepata nafasi labda ya kuweza kusoma ama kusikia kuhusiana na bajeti, makadirio ya bajeti ya mwaka wa 2024 2025, na maoni yako ni yapi? Asante sana Bwana Kimani. Nimeweza kusoma Finance Act, the proposed act, nimeweza kuiangalia, na maoni yangu ni kama wenye wana haya makadirio ni kama hawatufikirii sisi wananchi. Wanajifikiria wao wenyewe na vile watachukua pesa kutoka kwa wananchi wakiweka kwa serikali. Si vibaya kulipa tax, vizuri, lakini vile iko naona kama inatuumiza sisi wananchi. Alright. Kwa muda mfupi tutakuwa tukiingia kwa baadhi ya mapendekezo ambayo yamepeanwa kwenye mswada wa kifedha. Bi Hana, ningependa kusikia maoni yako. Je, umepata nafasi ya kuweza kuzungumza ama kuweza kusoma ile bajeti ya mwaka huu ama mapendekezo yake? Bajeti hii itasomwa on Thursday. Wananchi wanateta sana. Ni venye hatugetosea hapa si zote, kwa sababu hakuna mwenye hajafinyiliwa, especially watu wale wako chini. Na hii nchi zamani ilikuwa ya watu wote. Nowadays ni ya watu wenye wako na pesa. Kwa sababu kama umepewa kibarua unalipwa 500, unajiuliza uweke token, ununue unga, mafuta. Hii imetufinyilia kabisa. Tunauliza, tulikuwa tunachaguana tuwe tunaumia ama tulikuwa tunachaguana tuwe tunakaa vizuri? My question. Asante sana. Tutajaribu kutafuta jibu la hilo swali tunavyoendelea na mjadala huu. Bwana Peter, ningependa pia nisikie unahisi vipi kuhusiana na makadirio ya bajeti ambayo tunatarajia waziri wa fedha ataweza kusoma pale kwenye bunge hapo Alhamisi? Asante Bwana Kimani. Kulingana na mimi venye nimeweza kupitia zile makadirio ya bajeti, mengi yao inafinyilia. Sio kusema yote ni mbaya, lakini mengi yao inafinyilia kulingana na uchumi sasa hivi venye iko, na kulingana na hali ya kazi venye inatupeleka sasa hapa sasa. Wanjiko venye naweza sema, Wanjiko ni yule mwenye anapokea ile mshahara kidogo sana katika hii nchi yetu. So kulingana na makadirio yenye iko, inaonekana inafaa ifanyiwe ukarabati kidogo kidogo, ndio sisi wote tuweze kutoshea katika hiyo bajeti. Naam, asante sana. Tunazungumzia kuhusu bajeti ya shilingi trilioni 4 ambayo tunatarajia kwamba waziri wa fedha ataweza kuisoma pale kwenye bunge wiki hii, ili kwamba akaweze kuelezea Wakenya ni vipi ambavyo serikali inatarajia kutumia pesa zake katika mwaka huo wa kifedha wa 2024 2025. Lakini katika mswada ambao utaelekeza bajeti ya mwaka huo kumekuwa na mapendekezo, na mojawapo wa pendekezo ambalo limepeanwa linalohusiana na ushuru ni pendekezo la kwamba kunafaa kuwa na ushuru wa hadi 16% kwa 100, ile ambayo itaongezwa kwenye bei ya mkate. Na tutaanza na wewe Bi Hana.
Sijui maoni yako yanahusiana na ama maoni yako ni yapi kuhusiana na pendekezo hili la serikali kwamba kuongezwe 16% kwenye bei ya mkate? Mkate zamani ilikuwa inakuliwa na matajiri. Kama wakati wa Moi Kibaki ilikuwa inakuliwa na watu wote, kwa sababu mkate ilikuwa kama uko na 100 unanunua mkate na maziwa ya asubuhi. Saa hii mkate itakuwa ikikuliwa na wenye wako na pesa. Naam. Twende mambo ya saidi ya mafuta ya kupika. Mpaka wengi wetu tumerudia ile mafuta ya zamani ya kupika, si ya maji, kwa sababu iko na bei kali sana, iko juu sana. So nauliza sisi kama wamama, nauliza on behalf ya wamama, kwa sababu mama ndiye anaingianga kwa jiko. Hata kama bwana hata yeye anaendaga job, mwenye anapika ni mama. Anajua hii mafuta ni pesa ngapi, hii unga ni pesa ngapi. So tunalilia Kenya hii yetu. Tunalilia wajiko mwenye ana kitu. Hatuwezi kufika huko juu, that's why we are here. Tunauliza tu kwa sababu tuliamka mapema. Ndio tukue na hii serikali. Tafadhali mkipitisha vitu yenye mnapitisha, muangalie tubo, kwa sababu kama hujasiba huwezi fanya kitu. Naam. Ningependa uweze kutuchorea picha kwa kifupi ukiwa kama mama. Iwapo mapendekezo haya yatapita jinsi ambavyo yamependekezwa na 16%, kuna uwezekano kwamba mkate utakuwa unaongezeka bei kwa shilingi 10. Ningependa utuchoree labda picha mapato ya mwananchi wa kawaida na bei ya mkate wakati ambapo inaongezeka, anafinyika kivipi? Anafinyika na njia hii. Mimi kama Hana nimeamka asubuhi, nimeenda kibarua. Nimelipwa 400. Nimenunua uga. Naam. Nimenunua mafuta, nimenunua boga, na ninataka kununua maziwa ya asubuhi. Naam. Na ninataka kununua mkate kwa sababu watoto hawezi kunywa chai bila. Walikuwa wamezoea mkate. Sasa hii pesa imeongezwa 10 na kitu, ni pesa mingi sana kwa sisi. Sisi tunalea watoto. Naam. Kuna mtu anaona si pesa mingi kwa sababu ni shilingi 10, but sisi tunaona ni pesa mingi sana. So na mimi naona hiyo mkate na hii budget ikisomwa, mkate iremain venye ilikuwa, mafuta irudishwe venye ilikuwa, uga irudishwe venye ilikuwa. Kwanza sisi wananchi kwanza tushibe, kwa sababu kama hujashiba huwezi fanya kitu ama kazi huwezi enda. So na mimi nalilia Wakenya wetu, Wakenya wenye hawezi fika hapa kama mimi nimefika saa hii. Mkate ilimain hivyo. Ikipanda inaendelea, sasa itaenda ifike 100. Ikifika 100, maybe tuachie watu wenye wako na pesa. But sisi tuko na nyumba tunalipa. Kila kitu nowadays ni pesa. Kama una pesa, stima, TV, kila kitu lazima ukue na pesa ndio uone, maji, plot. Kama una pesa so budget hiyo pesa ni mingi sana. Mimi wacha mkate ikae hapo ilikuwa ndio watu wenye walikuwa wana afford kununua. Tuendelee hivyo. Asante sana. Unapendekeza kwamba mkate usiongezewe ushuru wowote ule? Mkate remain hapo, mafuta ianguswe kabisa. Tuweze kusurvive kwa sababu ikipanda sisi wajiko ndio tunaumia. Asante. Bwana Kiongo, tukibakia kwenye hilo swala la mkate, ninajua kwamba mkate bila shaka unatengenezwa kwenye viwanda. Sijui ukiangalia iwapo mkate utaongezewa ushuru wa hadi 16%, itakuwa inaguza viwanda kwa njia gani? Kusema ukweli, hapo bereni tulikuwa tunasema hiyo kitu iko rahisi kama mkate. Naam. Ilikuwa inajulikana mkate ndio ile kitu ilikuwa rahisi kabisa. Na ikiwekewa chai. Ilikuwa inawezekana kwa kila mtu kununua mkate, ndio ilikuwa kitu ya rahisi. Sasa ikiwa mkate itaongezwa ikuwe 16%, iende kwa 16%. Ile ushuru imeongezwa juu ya mkate itasukumiwa mwananchi. Naam. Na wenye viwanda vile bei ya kitu iko juu, ndivyo vitu vinapungua kununuliwa. The quantity yenye inanunuliwa inapungua. Kwa hivyo faida ya viwanda itaenda chini. Sababu ile vitu wanauza iko juu. Tena tuseme hata ukiendelea kuangalia Finance Act.
bado inasema ile pesa inaingia kwa bank bado inatosha ushuru. Ile pesa ya mkate imeenda juu, ikiingia kwa bank bado inatosha. Sasa hapo naona kusema ukweli itaadhiri viwanda, itaadhiri wananchi. Unaona kana kwamba kuna hatari yoyote ile ya labda kampuni zile ambazo zina tengeneza mikate kuanza kupunguza wafanyikazi ama labda mambo kama hayo? Kusema ukweli lazima watapunguza wafanyakazi, lazima hata wakulima wenye wanaona kama hawaguzwi na hii maneno wataguzwa, sababu mkate utengenezwa na ngano yenyewe, wakulima wa ngano itapungua kununuliwa. Kwa hivyo itakuwa na ile kitu tunaita ripple effect, itatoka kwa mwenye kiwanda imetoka kwa mwananchi wa kawaida akose kununua mkate, ende kwa mwenye kiwanda akose kununua ngano, mwenye ngano akose pahali pa kuuza, mwenye transport kama wenye wanakuwa na magari ya transport wataguzwa, ngano hakuna pahali pa kupeleka, itakuwa na ripple effect wa economy. Lazima itakuwa na inaathiri uchumi wa taifa. Bwana Peter, tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na masuala haya ya ushuru, na ningependa tuguzie jambo ambalo pia limependekezwa katika mswada wa kifedha wa mwaka ambao unakuja wa kifedha, na ni jambo nzima linalohusiana na ushuru ambao ni wa magari. Najua kwamba uko kwenye sekta ya uchukuzi, hasa tukizungumzia kwa mambo ya tuktuk, lakini vile vile kuna ushuru ambao umesemekana kwamba mtu akiwa na gari atakuwa anatozwa ushuru wa hadi 2.5 kwa 100. Je, maoni yako ni yapi? Asante Bwana Kimani. Kama tu venye umesema, kulingana na mapendekezo ya mswada wa kifedha yenye inakuja, wamependekeza wataweka 2.5% on excise duty ya magari. Sana sana hata ukiangalia mwenye ataumia zaidi ni the final consumer. Na the final consumer ni abiria mwenye anaabiri na hii gari. Naam. Kwa sababu ile nauri itafika pale sisi tutaongeza. Na usisahau mwenye anaongezewa nauri mshahara hajaongezewa. So mimi kulingana na mimi nikiangalia maisha itakuwa ngumu kwa kila mtu. Juu at one given time pia mimi kuna wakati mwingine najipata na safiri. So hizi ushuru mingi yenye inawekwa sana sana kwa magari na mapendekezo ingine wachunge juu Wanjiko pahali amefika amechoka. Tukiangalia kama hii gari ya tuktuk yenye sisi wanga tunatumia iko na importation duty. Ikishafika kwa mwenye ameimport tunawekewa VAT. Ikitoka huko inakuja sasa imewekewa another increment ya tax hiyo 2.5. Tukitoka hapo maintenance cost ya hii tuktuk inakuwa juu sana. Naam. Juu kusema kweli ukiangalia mpaka spare parts zimeenda juu. Finally unataka kuniambia nani ataumia? Huyu Wanjiko mwenye alichaguana. Huyu Wanjiko mwenye alikuwa naambua serikali ni ya bottom up. Ndiye atazidi kuumia na atazidi kuumia zaidi na zaidi. Naam. So mimi nahimiza wabunge wetu. Tuliwachagua kama tumejitolea. Tuliwachagua waende watutetee. Naam. Tunawasubiri next week. Tunawaangalia. Venye tulijitokeza na tukafanya juhudi zote kuhakikisha wamepata kazi. Naam. Hiyo kazi ndio tunataka kuona, tuliwapatia kazi ya kutafuta tumbo zao ama kutafutia Wanjiko. Juu tumeumia ya kutosha. Yeah. Kuna baadhi ya washikadau Bwana Peter ambao wana mapendekezo ya kwamba badala ya kujumuisha gari zote na kuweza kupiga ushuru wa 2.5 iwe kwamba wale ambao ama zile gari ambazo zinafaa kulipa ushuru huu ni zile gari ambazo zinafanya biashara na sio zile gari za mtu binafsi. Je, unakubaliana na swala kama hilo? Siwezi kubaliana nayo. Juu sasa ukiona mtu mwenye hajafika kiwango cha kununua gari ni kumaanisha hiyo ni mwananchi yule mko mdogo kabisa. Na sasa huo mwananchi mdogo kabisa ndiye anafaa kuangaliwa na macho ingine ile ya huruma. Kama sasa hii hata ukiangalia sioni kama hiyo kitu iko na equality. Ukisema sasa kama mtu mwenye ana purchase basi ya 4 million atalipa hata maximum of around 100,000.
na mwenye ananunua a Mercedes Benz ya 50 million. Naam. The same person is paying 100,000. Is it fair? Tukikuja kwa tuk-tuk, the minimum is 5,000. Approximately niliona on average tutakuwa tunalipa around 15,000. 15,000, is it fair for mtu mwenye ananunua tuk-tuk alipe excise duty ya 15,000 na kuna mtu ako na personal car hapo analipa the same 15,000? Surely there is no fairness in the excise duty. Asante sana. Yeah. Kwa kifupi sana Bwana Kiongo, ningependa utaje kuhusiana, najua uko kwenye sekta ya magari, ningependa utaje jinsi ambavyo ushuru huu wa magari utaathiri huduma za insurance. Kwa kifupi sana. Nafikiri kutakuwa na shida kubwa, na ile shida mi naona hata si ile percentage ya 2.5. Najua watu wengi wanaangalia hiyo percentage ya 2.5 wanaona kama ni mingi. Na naona mimi nahofia itapunguzwa, labda tuambiwe tumapunguzia sasa 2.5 imerudi imekuwa 1%. Lakini kuna kipengele katika Finance Act pale 12H4 inasema insurance, the insurer atakuwa akilipa ushuru wakati ana issue at the point of issuing the insurance. Asante. Sasa ni kumaanisha kuanzia hii finance bill ikipita, hakuna mtu atawahi pata bima ya gari kwa deni. Sababu ushuru lazima ilipwe on issuance, sio kwa wakati unalipa, ni wakati umepewa ile insurance. Naam. Hapo naona kuna shida kubwa yenye wananchi hawaangalii. Asante sana. Nafikiri huu ni mjadala ambao hauwezi ukakamilika hivi sasa. Kuna maoni ya kila aina, kuna mambo ya kila aina, lakini dakika moja tu ama sekunde 30 tu ukituaga, utuambie ungependa wabunge wafanye nini Bi Hannah? Wabunge wetu tuliamka mapema tukamchagua, muende kwa bunge mtutetee. Mimi siwezi fika kwa bunge, ndio maana niliamka mapema nikamchagua mbunge wetu Mashua. Sasa utetee watu wako wa Kiambu, mwingine atetee watu wake. Ndio hiyo, huyu akiteta na huyu mwingine akiteta, hakuna haja ukienda bunge unajililia wewe peke yako, hata kama unatupea basari. Sawa, watoto wanasoma. What about na tubo? Kama ujasiba mtoto hawezi soma. So tunaomba nyinyi wa bunge wetu muende bunge mtutetee, si kulala. Asante. Ama kuogopa. Wacha kuogopa. Wanaume si kuogopa. Hata kama wanawake bado wako huko, ongeeni sauti kama Siba. Asante sana, tunashukuru sana kwa muda wenu. Tumekuwa na mazungumzo kuhusiana na bajeti ya mwaka wa 2024 na 2025. Ni makadirio ya bajeti, na tumekuwa na Bwana Peter Kiongo, asante sana, kutoka kule Likana. Nashukuru sana. Na tumekuwa pia na Bi Hannah Kuria, na vile vile tumekuwa na Bwana Peter Mwangi ambao wametupea hisia zao zinazohusiana na makadirio haya ya bajeti na ni jinsi gani ambavyo huenda wa Kenya wakafinyika na bajeti hii iwapo itapita jinsi ilivyo. Na tutazidi na mazungumzo haya hata ninaporudisha pale kwenye studio kwa mwanahabari mwenza. Ningependa nitaja kwamba tutazidi tukiangalia hata jinsi ambavyo bajeti ya mwaka ambao tuko mwaka wa 2023 na 2024 kana kwamba umesaidia wa Kenya au ni vipi. Ni mjadala ambao tutakuwa tukiendelea pamoja nao, lakini kwa hivi sasa ningependa nikaweze kumpatia mwanahabari mwenza pale studioni. Naam, asante sana Kimani Ngunjiri kutoka Kameme TV akiwa Kiambu hapo akifanya gumzo na wakazi wa eneo hilo kutoka sekta tofauti, tukisikia hisia zao kuhusiana na bajeti nzima basi ya mwaka 2024 mwaka 2025 na vile vile basi mswada wa fedha wa mwaka 2024. Tukisalia Kiambu basi tufululize hadi katika eneo la Membli ambapo tunaungana na mwanahabari wa masuala ya siasa ambaye ni Joel Chacha. Anatujia moja kwa moja, maana yake anatangamana na Gathoni wa Mushomba, tujuze mengi zaidi kuhusiana tu naye, hisia zake ni zipi. Basi Chacha, kama unanipata, twende kazi.
busara na kupata kwa njia bora kabisa, nikiwa mbashara katika makao ya mbunge wa Githunguri, Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba, na moja kwa moja ni muhusisha hasa kuhusiana na gumzo hili la bajeti na vile mswada wa fedha mwaka 2024. Labda kufikia sasa wakazi wa Githunguri wamekueleza lipi iwapo utafika kule bungeni na kupigia kura mswada huu wa fedha? Unajua kuna miswada miwili, sijui ni bajeti, mswada wa fedha, finance bill. Ni finance bill. Kwa sababu unajua bajeti ni ule mpangilio wa kubalance expenditure and revenue ambayo tunatangaziwa kule bunge na ministry ya pesa, yani ya fedha, treasury, na kuna ile finance bill ambayo ni proposal ya executive ambayo inaletwa katika bunge la taifa. Mimi nimesoma huo mswada, nimesoma hiyo bill vizuri sana, na kama mwakilishi katika eneo la Githunguri ambao ni wakulima, kuna yale ambayo mimi naona ikipitishwa kama vile ilivyopendekezwa itakuwa hitilafu kubwa sana na ita affect watu wengi sana katika kilimo, biashara, transportation, pia hata kwa maboma zetu. Kwanza kabisa ningetaka kuongea kama mama. Unajua mimi mama, shughuli zangu hata nikiwa hapa nyumbani ni chakula. Na chakula kitakuwa kimezimwa kidogo kwa ajili ya mafuta ya kupikia. Ile inaitwa edible cooking oil. Ile proposal mimi nimesoma inasema hivi ya kwamba mafuta ambayo sisi hatulimi hapa Kenya, palm oil inalimwa huko Bangladesh, huko nchi za Asia, alafu tunaletewa na kwa meli. Hiyo mafuta ikifika kwa maji imewekewa ile import duty ambayo inakuwa ni 25% ya the value of mafuta. Kisha iko na duty ambayo imewekwa juu ambayo inajulikana kama excise duty. Na hiyo duty mimi ninaonelea ya kwamba wale ambao wanataka kuweka hiyo duty ni kama wamekosea kidogo, kwa sababu excise duty huwa inawekewa katika bidhaa ambazo serikali haitaki zitumiwe sana katika nchi. Bidhaa kama pombe, sigara, gambling, ile maneno ambayo inajulikana kama si ya maana sana katika maisha na si lazima binadamu ayatumie. Kwa masomo ya economics, excise duty tunaiita sin tax. Sin tax ni kusema ni kama ni dhambi. Kwa hivyo kuweka excise duty ya 25% ama 35% kwa mafuta ya kupikia, hiyo ni kupunish, yani ni kuadhibu wananchi. Na katika Kenya kila boma inatumia mafuta ya kupikia. Kama mimi mama na wengine, hata wewe ukitoka hapa pahali utaenda kukula, labda utakula chakula ambacho kimepitia kwa mafuta ya kupikia. Kwa hivyo hiyo duty ambayo imeproposiwa, alafu hiyo mafuta ikisha tengenezwa hapa inawekewa duty ya what we call value addition. Yani kama imewekwa kwa mkebe, sasa inauzwa kwa supermarket, inawekewa ile inaitwa value addition. Pia hiyo mafuta inawekewa duty ambayo inajulikana kama eco tax, kwa sababu ya hiyo plastiki ambayo itakuwa inatumika. Kwa hivyo ukiangazia yale taxes ambazo, zile taxes ambazo zimeproposiwa, mimi naonelea mafuta ya lita moja ya kupikia itaongezeka with more than 141 shillings 1 liter, na sijui kama tutaweza kununua hiyo mafuta. Kwa hivyo isipokuwa tu kuna mwanya wa kwenda kule bunge na kuleta amendments, na ninatumaini ya kwamba kamiti ya finance itasikiza yale public participation views and opinions ambazo zililetwa kule bunge. Ninaona kama tutarudi nyuma sana katika maboma zetu tukiruhusu. And by the way, ukumbuke hii mafuta ya kupikia ikitengenezwa, kuna zile byproduct ambazo pia huwa tunatumia. Ukitengeneza mafuta ya kupikia, byproduct ni sabuni ya kipande, ile inaitwa bar soap. Kwa hivyo hiyo bar soap pia itapanda. Kuna ile mafuta tunaita chrome, ile mafuta inakuanga gumu kidogo ya yellow, hiyo mafuta itaenda juu. Pia kuna ule ufuta tunatengeneza mkate, tunapaka kwa mkate, chroma, hiyo mafuta bado itaenda juu. Kila kitu ambacho kinapitia kwa ufuta ambayo inakuja kutoka kwa palm crude oil itaenda juu, na hiyo gharama ya maisha inaweza kuwa juu sana. Wengi kwanza ungependa kufahamu iwapo utapigia kura mswada huu au la, kama ulivyofanya wakati uliopita, na vile vile kuhusiana na swala la
ushuru kwa mkate, 16% wa ushuru wa mapato kwa mkate. Je, unahisi hili linafaa? Pia ningetaka kusema, unajua mkate kama umeongezwa VAT, kumbuka hata huyu mkate bado unawekwa mafuta. Kwa hivyo kama mafuta itaongezwa, hata mkate ukitolewa VAT bado utaenda juu. Pia mkate bado utaenda juu hata kama tutatoa hiyo VAT 16%, kwa sababu nimesikia ni kama rais amesema anakubaliana na watu wengi ya kwamba tutoe hiyo 16%. Lakini nataka kusema hiyo haitatosha, kwa sababu ukitoa 16% bado huo mkate unategemea mafuta ya kupikia, bado huo mkate unarapiwa, yani uko na ile packaging, na hiyo packaging imewekewa ushuru ya ecotax. Kwa hivyo bado mkate haitatulia pahali iko, mkate lazima itapanda. Kwa hivyo mimi nikiangalia kama mama, na mimi pia kama mkulima, na nitakwambia kwa nini kama mkulima pia napinga hiyo bill. Sijui kama utanipatia nafasi ni explain. Kama mkulima kuna kipengele ambacho kinasema katika hiyo finance bill ya kwamba mayai ambayo inakuzwa kule Uganda na Tanzania imeruhusiwa iingie hapa Kenya, kwa sababu imewekewa ile inaitwa exemption. Na kuwekewa duty exemption ni kusema wewe mkulima wa Kenya na mkulima wa Uganda mkulima mayai ya Uganda ikiingia Kenya itakuwa imetolewa duty ambayo unaweza claim, yani unaweza enda KRA uitishe hiyo hasara yako ya kulima hiyo mayai. Kwa hivyo ukiangalia hiyo platform ambayo imetengenezwa, mayai ya Uganda ikiruhusiwa iingie Kenya na ipatiwe hiyo exemption hiyo ya duty, itaua wakulima, biashara ya wakulima wa mayai Kenya. Na sio mayai peke yake ndugu yangu, kuna mayai, kuna kitunguu ile tunaita red onion, na tuna viazi ambazo zimeruhusiwa kuingia Kenya na zimepatiwa hiyo exemption ya duty. Hizo bidhaa tatu zikiruhusiwa hivyo wamepropose katika hiyo finance bill, I can tell you for sure wale wakulima wote wanaoniona wanalima mayai kule Thika, Gatundu North, pale Wangige, Kabete, Kikuyu, wote Limuru wajitayarishe kwenda nyumbani, kwa sababu hatuwezi match production ya mayai ya Uganda iko chini sana ukilinganisha na cost of production ya mayai katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi hiyo finance bill nimejitayarisha kama haitakuwa na hizo amendments, na mimi nimepropose amendment tukianza kuangalia maneno ya finance bill next week. Mimi nitapeleka amendments zangu bunge, niko na amendment kama 13. Zisipokubalika katika bunge mimi nitavote no. Vile vile tuzungumzie swala zima la bajeti ya mwaka ujao. Yes. Itakuwa trilioni 4. Yes. Na makadirio ya bajeti ni trilioni 2.9. Je, unaamini hayo yataafikiwa? La, haiwezekani. Haiwezekani kuwa kama tunataka kufikisha kile kiwango cha pesa ambacho tunatarajia kutengeneza, itabidi basi tuangalie na tuangazie maneno ya manufacturing industry. Saa hii sijui kama umesikia yale mimi nimesikia ya kwamba kampuni nyingi ambazo zilikuwa zinafanya manufacturing zinafunga biashara kwa sababu ushuru wetu umeenda juu sana, cost of production umeenda juu sana, bei ya stima imeenda juu sana, bei ya petroli tumeweka levies nyingi sana. Kwa hivyo mimi ninaonelea kwamba hata hii excise duty ambayo tuna propose katika raw materials zile ambazo ni imported itakuwa shida sana, itakuwa hitilafu kubwa sana kuhakikisha kwamba tumefikisha pahali Kenya inataka kufikiwa kulingana na vile wamechora hiyo bajeti. Kwa hivyo mimi nasema hiyo bajeti kusoma bunge ni sawa, lakini ninaona tu ni kama kitabu watakuwa wanatusomea, na ni kitabu ambacho mimi naona tukikisoma hakitakuwa kinabadilisha maisha yetu. Sekta zingine muhimu kama vile elimu, afya na kadhalika zimeweza kupunguziwa bajeti, ili hali tunaona bajeti ya rais, ya ofisi ya rais na vile vile ya naibu wake zikiongezewa mgao kwa zaidi ya bilioni 1. Je, Wakenya wakati huu wakilia kuhusu ushuru, inafaa tunapoongeza bajeti za ofisi chache pekee? Mimi nimesoma hiyo bajeti na ya kuhuzunisha sana ni kuona ya kwamba tumetoa bajeti kubwa sana katika sekta ambazo mimi nasema ni national interest areas. Tumetoa bajeti katika eneo la kilimo, tumetoa bajeti katika health, especially maneno ya reproductive health, yani maneno ya uzazi. Tumetoa bajeti kubwa sana katika sekta ya environment, mazingira. Tumetoa bajeti kubwa sana
katika eneo la social protection, yani ile pesa ya inua jamii ya wazee wakongwe wetu tumetoa pesa. Kwa hivyo sielewi ni kwa nini tunatoa pesa, especially on the reproductive health. That is a national interest issue. Tunatoa bajeti katika sekta ya masomo. Pesa nyingi sana, almost 1.3 billion tunatoa. Alafu tunasikia pesa inaongezwa katika ofisi ya rais, ofisi ya deputy rais. Tunaingiza pesa nyingi katika maeneo ambazo hatukuwa tunatarajia. Hapo ndipo tunashughulika sana kuweka pesa. Mimi nafikiria hivi, sijui ni kwa nini, lakini ninaona ni kama kuna uzembe na kujipenda sana katika serikali yetu. Uzembe ni kusema laziness, yani kuna watu ambao hawataki kufanya kazi yao ni kuchukua figa hapa na kupesta hapa, kuchukua figa hapa na kupesta hapa, bila kujiuliza nikichukua hii namba niweke hapa itakuwa na maana gani. Pia sielewi ni kwa nini tunakimbia kufanya renovation ya State House. Sielewi ni kwa nini tunakimbia kufanya kurenew some of the assets za serikali ambazo zinaweza gojea. Na mimi nataka kusema hivi, ninaelewa ya kwamba tunatoshwa ushuru uko juu sana kwa sababu serikali ya Kenya kwanza inataka kulipa madeni. Na sikatai kulipa deni, kula deni ni kulipa, sio? Lakini katiba yetu article 202 na article 203 inasema hivi, kabla hujakimbia kulipa foreign debts, priority za nchi ni national interest areas. Those national interest areas ni education, agriculture, health and reproductive health. Sijui na security, both local or internal security and external security. So sielewi kwa nini tunakimbia kuchukua ushuru, pesa nyingi tunalipa kabla hatuja satisfy, yani hatujaweka pesa ya kutosha katika national interest area. Kwa hivyo it is irregular and unprocedural kwetu sisi kukimbia kulipa madeni. Mimi nasema hivi, sisemi madeni tusilipe madeni, lakini kabla hatujalipa madeni tuhakikisha kwamba walimu wa JSS wote wamelipwa na kila shule iko na walimu wa kutosha. Tuhakikisha kwamba madaktari wetu, the clinical officers ambao wako kwa mgomo, wamelipwa ya kutosha. Tuhakikisha kwamba education imepewa pesa ya kutosha, na pia tuhakikisha kwamba watoto wetu wa university wamepewa pesa ya kutosha. Saa hii over 45,000 children ambao walipita form 4 kwenda university hawajaweza kuingia university. Tunaona wako na mabarua lakini hawajaripoti. Hatuwezi kuwa tunaacha watoto 45,000 wakiwa kwa vijiji na wako na qualification ya kwenda university na tunawa-avoid, tunaweka pesa pahali ambapo haifai. Naam, shukran sana Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba, ni mbunge wa Githunguri, na bila shaka atazidi kuwa nasi kutoka awamu ya Kizungu saa 2 hadi saa 5 usiku. Ikiwa tu ni swala zima la mswada wa fedha mwaka 2024 na vile vile bajeti ya mwaka ujao. Ila kwa sasa niweze kurejesha usukani kwako studio Busara. Na asante sana Joel Chacha kutoka eneo la Membli, kaunti ya Kiambu. Na bila shaka mtazamaji, basi tuondoke Kiambu turejee ndani ya studio. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, basi kulikuwa na kikao kizima hapa ndani ya studio nikiwa na wageni wangu Comrade Bush ambaye anawakilisha bunge la wananchi na vile vile ni mwana sheria, na niko na Chege wa Majuisi ambaye ni katibu katika chama cha PNU upande wa masuala ya umma. Na bila shaka tunaangazia mada nzima siku ya leo ambayo ni bajeti vile vile ya mwaka 2024 mwaka 2025 na mswada wa fedha. Na kumbuka kwamba unatupata kupitia hapa kwenye runinga K24 na vile vile runinga ya Kameme TV, na bila shaka katika meza ya lugha ishara tupo naye Muthoni wa Gaki na mie ni Busara Naman. Na moja kwa moja basi tuendelee na mazungumzo yetu. Tulipokuwa tunaelekea mapumzikoni, tulikuwa tunaangazia swala zima la mswada wa fedha kabla hujazamia bajeti. Na moja kwa moja ningependa kurusha hili swali kwako Bwana Comrade Bush. Tukitazama wizara na vile vile idara tofauti za serikali zinaunga mkono sana mswada wa fedha. Unasema kwamba mswada uko sawa, na pia kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa hususan upande wa serikali wanasema Wakenya mbona mnalalamika sana? Mnalalamika sana, mswada uko sawa. Ningependa kusikia hisia zako wewe, kwa maoni yako kama Mkenya, unahisi kwamba mnalalamika sana? Kulingana na mimi na wale wanabunge ambaye mimi nawakilisha hapa, serikali ndio iko na haki ya kutoza ushuru katika kipengele ya 209 of the constitution, na at the same time sisi wananchi
pia tuko na jukumu la kulipa ushuru, lakini ku overtax, kile kitu ambacho inaitwa overtaxation is criminal, na ile ku avoid kulipa pia tax ama tax evasion pia ni criminal. Kwa hivyo tunafaa tupate a balance between ile nguvu ambayo serikali iko nayo ya kutoza ushuru na ile haki ya wananchi ambaye pale ukiangalia katika katiba ya Kenya kipengele cha 43 kuna ile social and economic rights. Ile bajeti ama ile finance bill ambaye I fulfill zile requirements za article 43 social rights and economic rights, hiyo si bajeti ya mwananchi, hiyo ni bajeti ambayo imeundwa kufinyilia wananchi kabisa. Na tukiangalia hii bajeti ya hii finance bill ambaye mswada wa fedha ambaye inaletwa kwenye bunge saa hizi, aina zile aitilii manani ile kipengele cha 43 hata kidogo. Kwa hivyo sisi kama wanabunge la wananchi tulitengeneza memorandum yetu ambayo tulipeleka pale kwa kamati ya fedha, na tulipokuwa tukipeleka tulipigwa tear gas mpaka hata tujui hiyo karatasi ilienda wapi. Kwa hivyo tukarudi pale bunge jana tumepitisha mswada wetu. Ile mswada wa fedha sisi tumepitisha ile version yetu ambayo tunaamini ni mswada ni mwananchi finance bill. Ina reflect zile requirements za constitution article 43. Pengine ugusie tu baadhi ya mapendekezo ambayo yako katika hiyo finance bill yenu. Hii finance bill yetu iko na tumetilia manani 4 thematic areas. Area ya kwanza ni ile tax reforms. Tunasema wale ambaye wanalipa ambaye wako na kipato cha juu zaidi 500,000 and above, wao wapigwe kwa sababu hii ni serikali ya hasla. Wale ambao wanapata 500,000 above wapigwe ushuru, hiyo ushuru ile inaitwa progressive tax ikuwe ya juu zaidi. Wale ambaye wana earn 30,000 and below wakuwe exempted from kulipa ushuru yote. Na tena tukaangazia ile mambo ya NHIF. Tukasema wamama wote ambaye wako kwa ile age bracket ya kupata bado ya kupata watoto wakuwe exempted, ile NHIF walipewe bure na serikali. Serikali iweze kuwapatia NHIF wakuwe covered fully. Na hiyo ndio tukifanya hivyo tutaachieve ile rais alisema universal health coverage. Kwa sababu reproductive health is very important. Umesikia mbunge amesema pale, mbunge wa Mchomba. Amesema reproductive health we must focus on that. Kwa hivyo sisi kama wanabunge tena tuliongea kuhusu mambo ya education. Umeona education pia ni sectors ambayo imekuwa affected sana na hiyo finance na hiyo budget ambayo inapitishwa. Tena agriculture. Tulisema sisi kama mabunge Kenya lazima iproduce. We must generate. But hakuna venye unaweza generate kama serikali ile allocation ambayo imewekwa kwa agriculture ambayo ndio backbone ya uchumi wetu imeweza kupungua. Tena tuliangalia tukaona development. Unaona kwa bajeti ya 20 sio bajeti ya SWA, but kwa bajeti hii inapitishwa inasomwa Thursday. Tumeona ile development wameweza kupungua, pesa ambayo ilikuwa inaenda kwa development imepunguzwa zaidi na karibu bilioni 50. Na tumeona pesa mingi badala ya development sasa wameanza kufocus on luxury. Unaona sijui kijiko ya deputy president ni ya gold, sijui nini. So wametoa pesa kwa development wamepeleka pale kwa luxury. Hii ni serikali ambaye hatujui kama rais akona watu wa kumadvise ama ile kamati ya David Ndii inafanya kazi gani. Because hakuna third world government kwa third world country ama Africa huku penye tuko ambaye inaweza toa pesa kwa development na ipeleke kwa luxury. Kwa hivyo sisi kama wanabunge tuli reject hiyo budget in totality, tuka reject finance bill in totality na tukapitisha budget yetu na tukapitisha finance bill yetu, na rais wa bunge aliweza kupiga sahihi ile bill yetu na sasa ni act. Kwa hivyo hiyo budget ambayo itasomwa tukipata reflect ile budget yetu ambayo tumepitisha, sisi kama wanabunge tumeshasema tutaunda mswada ya kubadilisha katiba. Ndio tutilie manani pale kwa katiba article 43 ya kwamba education must be free. Na tulie manani tena healthcare must be free, and we mean absolutely free. Na pia tutilie manani pale government lazima ikuwe na subsidize production in the agricultural sector. Naam, asante sana mwenzangu hapo. Na pengine nikija kwako Chege. Unajua kuna baadhi ya wadau wanasema kwamba
Kenya tatizo lake si ukusanyaji wa ushuru. Tatizo kubwa ni pale kwa utumiaji na vile vile uwajibikaji. Pengine kwa maoni yako unaona kwamba viongozi wetu katika mkondo wa kuwajibika kidogo bado wako nyuma? Asante sana kwa hilo swali. Wakenya wanajiuliza pesa zinaenda wapi? President William Samoei Ruto tulipokuwa na ile budget nyingine ya 2023 alikuwa anazunguka anaambia Wakenya kwamba tunaongeza ushuru ndio tusikope pesa katika nchi za nje. Ni kinaya sana kwa sababu walipopitisha ile bajeti, president amekopa pesa zaidi ya ile alikuwa anasema hakopi. Amekopa, even unasikia World Bank imempatia 150 billion. So Wakenya wanauliza unakopa zaidi mpaka ya rais mwenye alikuwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Umeongeza ushuru maradufu. Wakenya wanauliza pesa zinaenda wapi? Alafu kila Jumapili and a weekend, Jumamosi na kila Jumapili, unaona wabunge wa mlengo wa serikali UDA wamebeba bundles of money wakipeana huko kwa vijiji. So Wakenya wanasikia vibaya kwa sababu siwezi kuwa mimi pale na duka yangu najifinyilia kulipa ushuru, alafu hizo pesa zinapewa wabunge waende wapeane pesa huko nje. Watu wanauliza hatuoni barabara zikijengwa. Ukienda kama ni mashule, jana niliona kwa gazeti headmasters wanasema hata midterm wanataka kuileta hapa karibu kwa sababu they cannot be able to sustain the student at school. Ile capitation, ile serikali nyingine ilikuwa inawapea 22,000. Saa hizi wanapewa capitation 4,000. Ukaona katika university only 1 year 2023 to 2024 over 15,000 students, wanafunzi 15,000 washaacha shule kwa sababu school fees ya university imeongezewa sana. Unajua ile school fees ya university ilikuwa inawekwa ndio ule mtoto wa maskini, kwa sababu njia ya mtoto wa maskini kujitoa kwa ule umaskini amelelewa nao ni masomo. So unapoongeza masomo katika university, mimi kama mimi angekuwa na hiyo education fund, help na whatever, capitation from the government, hata mimi mwenyewe singesoma chuo kikuu. Sasa unapoona ati wanafunzi wameanza kuacha chuo cha university kwa sababu elimu imekuwa ghali, unajiuliza kwani hii serikali tunaenda wapi? Ndio nasema hii serikali ikitaka vizuri ikuje iambie Wakenya tumeongeza ushuru, tunachukua madeni, tufanye hivi na hivi, kwa sababu Wakenya haoni kitu kinafanyika. Kama ni mambo na hospitali au ni madaktari, wanashinda wakilia hawalipwi. Kama ni walimu, unasikia Gathoni wa Mushomba mbunge amesema hata junior secondary walimu hawajaajiliwa. Hata mwalimu mmoja alikuwa anasema afadhali hata wanafunzi wa JSS waachiliwe waende nyumbani kwa sababu hakuna kitu wanafanya. Hakuna vifaa, hakuna walimu, hakuna kitu wanafanya shule. Unaelewa? Kama ni civil servants hawajaongezwa pesa, ni watu wanakatwa. Watu wanauliza hizi pesa zinaenda wapi? Alafu ukikaa kidogo unasikia State House inakuwa renovated na 1 billion. 1 billion. Alafu hiyo wakati inakuwa renovated na 1 billion, wanakata budget ile ilikuwa inasaidia watoto maskini kule Baringo waende shule. Kulikuwa kitu inaitwa feeding program. Feeding program ni ile watoto maskini wengi katika zile vijiji kwenye kuna umaskini hawaendagi shule kwa sababu ya njaa. So government ilikuwa imeleta kitu inaitwa feeding program, ile wala watoto waweze kwenda shule, wakuwe motivated at kuna lunch, so wanaweza kwenda shule. Unasikia it is scrapped off. Ikikuwa scrapped off, tuna renovate State House na almost 1 billion. Juzi umeona controller of budget Nyakango ambaye amesema amekataa rais kutumia another 400 million ati ni ya magari na Dias. Unajua Dias ni nini? Dias ni kama hiyo umeshika hapo. Ati sasa serikali William Samoei Ruto ameitisha Dias ya 700 million. Uniulize what kind of a wastage are we doing? Na Wakenya wanaona hiyo mambo. Tumekuwa mpaka na watu ambao wanaweza advise the president. Tumekuwa na auditor general Gathongo anasema the wastefulness of this government is too much. Tuko na rais, hakuna wiki moja ambayo anatulia hii Kenya. Sijui pia anapotelea mashida ama nini, kwa sababu akakaa kidogo rais ametoka, akakaa kidogo. Saa hizi tunaongea hivi on date 14 atakuwa anatoka sijui kwenda Italiano. Amekuja juzi, hata mtu ajui kama amekuja ama amerudi. That is the kind of wastefulness ambao Wakenya wanasema this is too much. Wakenya wangekuwa wanaona like hizi wanatoa ushuru, alafu hizo pesa zinaenda kwa manufaa yao. Shule imekuwa bei rahisi, kuna facilities, hospitali, kuna mabarabara. Alafu number 3, Wakenya wanapoangalia ile cabinet ambayo ilichaguliwa na William Samoei Ruto, wanaangalia watu wote. Unasikia hata mwingine juzi alikuwa na kesi parliament, anasiaga mawe, wanasiaga mawe wanauzia wakulima kama fertilizer. So you look at the integrity
of all those cabinet members, Wakenya wanatilia shaka hizi pesa zinaenda wapi. Alafu kusikia kidogo unasikia kuna rumors, kuna MP, kuna ministers wananunua manyumba za 200 million. Wakenya wengine wakifunga maduka hapa Kirinyaga Road kwa sababu ya ushuru. Ndio nakwambia, if we continue like this as a country, kuna vitu ambao zitaharibika. Number one, family unit. We are going to kill our family unit. Kwa sababu kama kile kiwanda, umesikia watu wa viwanda hapa wakisema wanaweza funga. Akifunga, huyo mzee mwenye alikuwa breadwinner aende nyumbani, sasa wakae na bibi yake nyumbani, hawana chochote, huyo bibi ataenda kutafuta hiyo family inaweza break. Iki break, hawa watu walikuwa wameajiliwa kwa viwanda pia, crime will ita develop na itakuwa hali ya juu sana. So ndio naambia hawa watu ambao wanapitisha budget, let us not just look at the financial implications, let us look even the moral of our nation, because the financial obligation zimeshikanishwa na the morals of our country. Families ikibreak, hapa tutaongeza vitu inaitwa a crime rate. Hao wanafunzi unasikia wa university wanaacha shule because school fees imeongezwa. Unafikiri wataenda wapi? They will go to the street. Those people, because of frustration, wataanza kuingia into criminal activities. Unaelewa? So wabunge wetu wanastahili wajiulize, mnapoongeza hapa, what are you doing to our country? What are you doing to our country? Number 2, can President William Samoei Ruto come out and tell Kenyans what he is doing? Niliona juzi wametumia over 18.8 billion pesa za travel, domestic and travel. Kwa sababu huwezi kuambia Wakenya mnalipa ushuru hapa na hizi pesa zote unatumia na mambo ambayo Wakenya wanaona hayana manufaa kwao hata kidogo. Unaelewa? So that's the reason Wakenya hawana shida na kulipa ushuru. But the reason Wakenya wanalalamika ni kwa sababu wanalipa ushuru, hizo pesa zinaenda wapi? Alafu wale ambao watu wameachiwa like wachunge hizo pesa, wanaangalia integrity, they have cushion with them. Naam. Yes. Na pengine tunapoendelea ama tunapoelekea kumalizia, pengine kwako Comrade, uko na wito gani kwa wabunge? Maanake katika siku zijazo watakuwa wanakaa chini kwenye kikao wajadili hii finance bill na vile vile watajadili kwa kina, alafu watapigia kura kama wataipitisha. Maoni yako ni yapi? Wito kwao ni gani? Kwa wabunge wa National Assembly, mimi naweza waambia, kwa sababu tumeshaona hapo baadaye National Assembly imekuwa kama conveyor belt ile ya kuofficiate the will of the president. Ile kitu president amesema pale State House, ikikuja pale National Assembly ni conveyor belt, naenda juu na inatoka. Uliona hiyo scandal ambayo mwenzangu amesema hapa, hiyo ya fertilizer. Jamaa amepatia, waziri amepatia watu mawe na vitu zingine kama fertilizer, lakini pale ile mswada ilipokuja pale bungeni hakuweza kutemelewa kwa ofisi because kulikuwa na wito kutoka kwa ofisi kubwa. Kwa hivyo mimi naambia wabunge, kama mtaki kubreak ile public trust ambaye sisi kama wananchi tumewapatia, tafadhali hii mswada ambaye ni draconian, ambaye ni punitive, ikikuja kwa the floor of the house, please reject it in totality, because when you reject it in totality, you will be exercising the delegated power that we gave you as the people of Kenya. Umeona venye wananchi wamechangia hii mswada kwa extensively kabisa. Watu wanalia kila mahali. Kwa hivyo mkitaka, kama nyinyi ndio mnatuwakilisha pale bunge, mkuwe na ile trust ambayo tuliwapatia, tafadhali hii isipite. Alafu number 2, kuna kitu ambaye nataka kukuzia ambaye inaitwa accountability. Ile accountability imetiliwa manani pale kwa katiba. Ukiangalia principles of public finance, ime-emphasize accountability. Ile saa ile umechukua ushuru ya wananchi, lazima you must be accountable. Ukiangalia kipengele cha 10 pia pale national values and good governance, principle of good governance, pia imetilia pale accountability. Kwa hivyo ile Finance Act 2023 ambayo kulikuwa na measures za kuongeza ushuru kabisa, rais na wabunge na hii finance committee, tafadhali mtuambie kwa ile ushuru yote ambayo mli collect kwa ile Finance Act 2023 ilifanya kazi gani? Ndio mtuambie sasa ilifanya kazi fulani, sasa tumeamua tuongeze hii na hii na hii, ndio tutaelewa. Kwa sababu hakuna taxation without justification. There must be rationale behind increasing taxation, and we cannot achieve economic resilience as a nation kama tuko na unpredictable tax regime that is not founded on any objective principle like this one here. Naam, asante sana Bwana Comrade Bush. Pengine kwako tukimalizia Chege, hisia zako za mwisho na vile vile wito wako kwa wabunge wanapojiandaa kujadili mswada wa fedha. Wabunge wamesaritu wa Kenya hapo mbeleni. Kwa hivyo sina wito wote kwa wabunge.
ama tuende waangushe finance bill, because they will not. Huwa tunachagua wabunge ambao they are easily bribed. Wakienda pale unakuwa bribed, unapitisha finance bill. So mimi najua hii finance bill itaenda through. That one I'm sure. But kile ningetaka kwanza is before even tuende finance bill, wa Kenya tungeandamana tuulize, before we tuende finance bill, hatukatai kulipa ushuru. Lakini kwanza tukue na kikao cha bunge, waelezee wa Kenya pesa zinaenda wapi. Because 2023 we had a very ambitious finance bill ambao sijui mafuta tukatoa 8%, tukapeleka 16%, tukaambiliwa mambo mingi sana, vijana wakaambiliwa kazi, viwanda zitafunguka na kadhalika. Juzi umesikia rais wa nchi jirani akisema kwamba wamepokea wawekezaji wengi sana ambao hawajapokea kwa muda mrefu sana, kwa sababu wakitoka kwa jirani, na huu jirani ni hapa nchi ya Kenya. Kwa sababu watu wengi wanasema kama imekuwa ngumu kuwekeza katika nchi hii, unaenda nchi jirani ambao mtasikizana. Kwa sababu Kenya imekuwa ni kama arrogance that even ukileta maoni yako haitiliwi maanani. Ati umeleta maoni inetiliwa maanani. Ni kama unataka kwenda ifanya nini? Wewe enda. Hiyo ndio inamaliza our nation. Na ndio naambia wa Kenya kwamba when we go to vote, let us vote leaders of integrity. Kwa sababu unapochagua kiongozi kwa sababu ya maybe yale maneno amesema, unastahili uangalie historia ya huyo kiongozi. Ukiangalia historia ya watu ambao saa hizi wako kwa hizi nyadhifa za uongozi, uangalie historia zao wote, wana historia ambazo huwezi waamini hata kuendesha taifa. That's why naambia wa Kenya wasingoje anything new that will come out of the finance bill. In fact, tutaenda through this finance bill, watalipa hiyo ushuru yote, lakini ikienda huko kwa Kenya Revenue Authority utakuwa unasikia hata hiyo threshold walikuwa wakote bado haijafika, kwa sababu zinaenda kwa mifuko ya nani? Zinaenda kwa mifuko ya watu. It's a very sad state of our nation. Naam, asante sana Chege wa Majuisi. Huyo ni katibu katika chama cha PNU, mtazamaji, hususan sekta ya masuala ya umma. Na vile vile tumekuwa na Comrade Bush ambaye ni mwanasheria na vile vile ni anawakilisha bunge la wananchi. Basi mtazamaji, kufikia hapo na washukuru sana wageni wangu kwa kuja, maana tumefikia ukingoni wa tumefikia ukingoni katika awamu hii ya mazungumzo. Asanteni sana kwa kuja, na bila shaka natumai kwamba Wakenya wamesikia wito ambao mmeutoa. Na mtazamaji, kufikia hapo ningependa kumpisha mwenzangu Milia Kisienya katika upande mwingine wa studio, na aweze kupata fursa ya kupitia zile jumbe ambazo wewe umezituma kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwako Milia. Na asante Busara. Kumbuka tumeshinda tukisema mimi na wewe sisi ni wakereketwa, na yule mtazamaji anayetazama bajeti hii ya mwaka 2024 na pia mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao unazidi tu kuzua hisia mseto na tofauti. Awali tu nilikuwa nimewajuza watazamaji wangu kuwa iwapo una hisia zozote ungependa kuzitoa pale moyoni, zile ungependa kuzilainisha, maoni yako ambayo hayajasikika, nafasi ilikuwa hii na swali letu la siku, ambapo tulikuwa tumekurushia swali lenyewe likiwa hili mtazamaji: je, kwa upande wako hisia zako ni zipi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024 na makadirio ya bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi? Je, hisia zako ni zipi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024 na makadirio ya bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi? Iwapo ulikuwa hujawasilisha, hujasazwa, mitandao yetu ni kama jinsi ilivyolainishwa, ule wa Facebook at K24 TV, ule mtandao wa X ukiwa pia at K24 TV, na pia nambari ya WhatsApp kama jinsi inavyosonga kwenye kiwambo chako. Lakini kwanza kabisa, tamko la Mwananchi mitandaoni linaamba lipi? Mengi yameweza kutolewa, hisia kinzani. Wengine wanaona serikali ipatiwe nafasi, wengine wanaona tunazidi kukomazwa. Lakini yote tisa, singependa kuzungumza mengi zaidi mtazamaji. Mtandao wa WhatsApp anasema hello K24, ni Peter Musire kutoka Moisbridge. Hii bajeti ya mwaka 2024-2025 hairidhishi hata kidogo. La kwanza kabisa, kulingana naye, anasema kwa upande huu ushuru unatozwa kiholela bila kufahamu kwamba anayetozwa hana chochote wala kazi. Hii inasababisha hali ngumu ya maisha. Pili, sekta elimu imefinywa sana. Waangalie hapo ama wawe tayari kukabiliana na mambo mengi maovu ya vijana wanaosoma.
Pia vile vile Mosiri ameendelea akasema bwana rais apeleke maisha polepole, sio kila mtu ni tajiri. Ofisi yake inaongezewa pesa na sekta zingine za maana kama elimu zinapunguziwa. Haya, ametua yake mpaka ametuorodheshea kwa nambari. Shukran sana, tunamuondokea Peter Mosire kwa maoni yake. Wakufuata mpenzi mtazamaji, mtandao wetu bado ni wa WhatsApp. Michael Wambua kutoka eneo la Kesesa anasema, ikiwa ni county Uasin Gishu, anasema serikali inaangazia tu ikiwa ni ukusanyaji wa ushuru, lakini swali tunalopaswa kuangazia ni kuhusiana tu na jinsi pesa hizi zinavyoangaziwa au pesa hizi zinavyosambazwa au utumizi wa pesa hizi. Tafadhali serikali angalie ikate baadhi ya vipengee. Kulingana na Wambua, anasema utumizi wa pesa ndio unaohitaji kuangaziwa zaidi, pasi tu na kukusanywa kila uchao. Tuendeleze tujicho tunalitupia. Bajeti hii haisaidii yeyote, mwenye pesa na asiye. Unaona, wenye makampuni au wenye kampuni walalamikia ikiwa tu ni gharama ya uzalishaji wa bidhaa. Benki pia ikiwa tu ni matozo ya kutuma pesa kutoka ikiwa ni mahali pamoja hadi pengine, na sisi wote pia. Anasema hoja ni hiyo. Asante sana. Mtandao ni wa WhatsApp, mpenzi mtazamaji. Lengine tukitupia jicho tu mtandao wa WhatsApp, tuangazie hili. Anasema kuondolewa kwa bima ya afya ya Linda Mama, kupanda kwa bei ya vyakula na vifaa vya usafiri ni kukandamiza mwananchi wa kawaida. Jina ni Rashid kutoka kaunti ya Mombasa. Asante sana. Mengi ameweza kutiririsha, lakini sasa tunasonga kwengine tutakapopia jicho mtandao wetu, mpenzi mtazamaji. Pia ameweza kulainishwa wengi wenu maoni yenu. Wacha tutupie jicho tuone Wakenya wanataja lipi katika mtandao wetu Facebook na ule wa WhatsApp. Na mmoja, mpenzi mtazamaji, Benjamin Kowech anasema Kenya tumechoka, itabidi gari lisimame tushuke, hatuwezi kuvumilia. Benjamin Kowech anawasilisha maoni yake. Naam, tukisonga, wa pili ni Mwidaus Jose anasema hii sio serikali ya hasla, ni ya walala hoi. Nadhani alitaka kusema walala hoi. Anasema mkate kila mtu yuala, sasa ukipanda bei watu wale wa kiporo, basi Mungu atusamee, kiporo kile chakula cha kulala. Mwidaus Jose, asante kwa kutujuza kuhusiana na maoni yako. Tukisonga mbele mtazamaji, upande mwingine tupo naye Collins Kibet. Anasema ni baba Kolimon kutoka Kericho, hii maisha inatupeleka mbio. Kwanza e-teams au mtandao wa e-teams ni kazi bure kabisa, manake inachelewesha mishahara. Wakereketwa wanazidi kuwasilisha maoni yao, mpenzi mtazamaji. Na Elikol Msanii, hii bajeti imekuwa ni ya wabunge, sisi walala hoi hatuna kazi. Mtetezi wetu ni nani? Serikali inatutoza ushuru mkubwa nasi hatuna mshahara. Huu ni ukoloni mambo leo. Shukran sana Elikoli kwa maoni yako. Waudo Bonsmart Steve, mimi niko Kakamega, hii maisha inabidi tunyoe nywele juu kwa sababu sabuni tatoa wapi? Kenya nchi yangu tukufu jamani. Waudo, asante sana, moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. David anasema Wakenya msijali, patieni Kaisari kilicho chake. Naam, ni maoni yake David mpenzi mtazamaji. Anasema Kaisari apokee kilicho chake, manake pia kutoa ushuru ipo kwenye katiba, lakini wengi wanauliza ushuru huu unatolewa vipi? Naam, ni David mpenzi mtazamaji. Obote Kelvin, naam, natumai Wakenya kuwa basi wataweka hii kwenye rekodi na basi watumie ikiwa tu ni kile wanachoona kufanya maamuzi wanapopiga kura au ifikiapo mwaka 2027 tukisonga mbele. Sauti ya Obote. Paul Kenya, mwaka 2027 lazima jamani tutoe mbegu ambazo anaona si safi, na tutapiga kura kwa kutumia akili au busara watakapopata nafasi. Asante Joto Festus, wembe ulishikwa vibaya, sasa watunyoa sisi serikali mbaya. Serikali mbaya hii. Asante sana Joto Festus. Naam, yamewasilishwa mengi mpenzi mtazamaji, zinaitwa nduru tu za wananchi, tamko la mwananchi, sauti ya mwananchi.
ndio mkereketo mkuu, mpenzi mtazamaji, ndani ya mjadala mzima ambao siku ya Alhamisi macho yote yatakuwa yanatupiwa, mpenzi mtazamaji, katika bunge la kitaifa, tukisubiria tu kuangazia, je, bajeti ya 3.9 mgao unaopewa katika idara mbalimbali, wizara mbalimbali, je, utaweza kukidhi hadhi au itaweza kukidhi hali au hitaji lako wewe kama mwananchi? Sekta ya afya, ile ya kilimo, tafadhali zingatia, angazia. Je, mgao unaopewa kule, je, utakufaa? Je, huduma utaipokea kwa namna inayofaa? Maanake tupo tu na saa takriban 28 hivi, na wengi wa Wakenya wale ambao nimeona wakiwasilisha baadhi ya maoni yao, wana kila imani kuwa wawakilishi wao watawasikiza, na ndani ya saa hizi zilizosalia, kwa lipo jambo litafanyika, waweze kukumbukwa. Na msina zaidi, mpenzi mtazamaji, kumeza mate tu, tukizidi kutupia jicho, tukizidi kusubiria baadhi ya maoni yenu, mkizidi kuyalainisha na kuyawasilisha katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini sasa fursa namrushia mwenzangu Busara na Aman, ambaye amekuwa akituongozea tu kikao hichi, mpenzi mtazamaji, toka kuanza mida ya saa 12. Busara, iwapo unanipata, zilikuwa sauti za Wakenya. Sina budi siku zote nakwambia, la kwangu ni jicho la pembeni kwako. Naam, asante sana Milia Kisienya kwa kutujuza tu hisia za Wakenya mitandaoni, na bila shaka kutoka kwetu tunasema shukrani za dhati kwa kutangamana nasi moja kwa moja katika mitandao ya kijamii, na bila shaka maoni yenu tunasoma. Kilichosalia sasa, kila kitu kipo mikononi mwa wabunge, tukisubiria hatua ambazo watachukua tunapotarajia bajeti kusomwa Alhamisi ya wiki hii, na vile vile hapo baadaye kuandaliwa kikao maalum cha kujadili na ili kuweza kupitisha ama kuangusha huo mswada wa fedha wa mwaka 2024. Lakini la kwetu, kama Milia alivyosema, ni jicho tu kusubiri na kuona kwamba pengine wabunge wataweza kutilia maanani yale mapendekezo yaliyotolewa wadau mbalimbali ambao wanawakilisha sekta na Wakenya kwa jumla. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna budi ila kuondoka, manake kundi la dawati la Kiswahili hatuna budi kutia nukta awamu hii ya matangazo maalum ya bajeti mwaka 2024 mwaka 2025. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta kipindi hiki kuanzia saa 12 jioni hadi sasa, tunasema shukrani za dhati kuwa nasi, na tunakuomba uendelee kuwa nasi, manake kundi la dawati la kimombo linaingia hivi sasa ili kuchukua usukani hadi saa 5 usiku. Mimi ni Sara Naman, pale kwenye meza lugha ishara, basi Mudhoni atakuwa anaendelea na mwenzangu Michelle Ngele kutoka dawati la kimombo. Michelle, natumai kwamba ubuheri wa afya, naona tayari umeshawasili, umevalia rangi sawia na yangu samawati. Basi nakuachia usukani, endelea na gurudumu la bajeti mwaka 2024 mwaka 2025. Asante sana Busara na Aman, and a very, very good evening to you, and welcome to our continuing wall-to-wall coverage of the run-up to the Budget Day 2024, where Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u will break down the 3.9 trillion shilling budget for the next financial year. Now tonight on the budget outcry, we distill everything Finance Bill 2024. As Kenya counts down to that budget day on Wednesday, Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u will break down which will highlight of 2024 seeks to raise an additional 302 billion shillings worth of tax revenue in this current financial year by, among others, amending various tax laws to raise more revenue. It is a tough to raise more revenue to finance expenditure and supporting economic growth. So will the tax help the country in achieving responsibility, sacrificing its development goals? Does the budget 2024-2025 deliver Ruto's promise for the transformation sana? Tena tumerudi katika kaunti
ya Kiambu. Hapa mlisema serikali ni ya mama mboga, serikali ni ya Wanjiko, serikali ni ya wana bodaboda. Bila shaka kila mtu amejumuisha hii leo hapa katika gumzo letu katika kaunti ya Kiambu. Na bila shaka vile vile Bia Busara, kuna mambo mengi ambayo vile vile yameweza kuzungumzwa na wakazi wa kaunti ya Kiambu tangu tulipowasili hadi sasa. Na kama unavyoona, bila shaka kama mwelekezi anaweza kuonyesha baadhi tu ya wageni ambao niko nao hii leo katika studio za upande huu katika kaunti ya Kiambu. Niko na Peter Mukono ambaye ni katibu wa wanabodaboda katika kaunti ya Kiambu, akizungumzia kabisa kuhusiana na kauli za wanabodaboda katika kaunti hii. Yuko upande ule wa kando kabisa. Pia vile vile niko naye Sharon Akinyi, na pia niko na Kariuki wa Kiruga. Nadhani nilitamka vilivyo hilo jina kabisa. Na nianze na wewe bwana Kariuki wa Kiruga. Tumeweza kusikia kuhusiana na bajeti hii inayopendekezwa ya mwaka 2024 mwaka 2025. Hisia zako kwa ujumla ni zipi kuhusiana na bajeti ile? Kwanza sisi kama wa Kenya, ile bajeti ambayo tunazungumzia mwaka huu, nafikiri mimi kwangu iko na mambo mingi sana ya kufinyiria watu ama wananchi wa Kenya. Na hapa Kenya kuna kuwaga na kitu moja. Sasa hivi ukienda uulize watu wetu hapa nini iko kwa hiyo bajeti, hawajui, kwa sababu serikali ilikataa mambo ya civic education. Hii mambo ya budget, hii mambo ya finance bill, hii ni kitu ambayo ingekuwa inatengenezwa, wanakuwa na mpango kamili, mpango ambao ni wa kufundisha watu wetu, kuelimisha. Kidogo nikukatize bwana Kariuki, unasema umma haukushirikishwa vilivyo, lakini serikali inasema kwamba, ama tumeona kwamba kumeweza kuwa na ushirikishi wa umma, na tukiangalia kama sijakosea ushirikishi huu uliweza kutamatika jana. Je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Kiambu ulishirikishwa vipi? Hii mambo ya public participation, hata hapa, wacha hii ya national government mpaka ya county, hapa walikuja hapa walikuwa kist, lakini ikifika ni hapo unaenda unakuta kuna watu wawili watatu wengine ambao wameletwa na viongozi. Ni kitu la kuanga stage management, wanatengeneza kitu hawatangazi vizuri. Wakati wako na mikutano ya kisiasa wanabeba watu na maroli, wanabeba watu na mabasi wanaleta. Lakini kitu muhimu kama public participation ya kuzungumzia mambo ya budget, unakuta kitu iko Kiambu town na unauliza mtu ambaye kwa Kiambu town kwa market nini inaendelea, hajui, kwa sababu hawatangazi. Wakiwa na mambo haina manufaa wanaweka mpaka kwa TV wiki mzima, lakini kifika ni mambo kama public participation hawaweki kwa uwazi, kwa sababu hawataki watu wakue waende walete siasa katika hiyo kitu, ama watu waelimike. So ilifanyika, lakini ilifanyika kama siri, watu hawakujua. Niende kwake Sharon Akinyi, nadhani ni jina la kule upande ule mwingine, lakini umejipata katika kaunti hii ya Kiambu. Utatueleza katika shughuli za biashara ama ni vipi? Lakini nikikuuliza tu kuhusiana na hii bajeti inayopendekezwa, unafahamu nini? Asante sana. Mimi kama Sharon, mkazi wa Kiambu, tumefinyiliwa sana, na mimi ni mkazi wa hapa, na mimi ni mwanabiashara. Inatufinyilia sana hii mambo ya bajeti ya 2023 2024 2025, na tunangojea sana hii finance bill. Tungeomba hata kama itapitishwa wa consider mwananchi wa kawaida, sana sana Wanjiko tuko chini na bado tunafinyiliwa zaidi. Tungeomba tu pali inafinyilia zaidi, kama hapa pahali pa chakula tuangaliliwe zaidi, na mwanabiashara pia. Sina mambo mengi. Wewe ni mfanyi biashara katika kaunti ya Kiambu, labda ni bidhaa ipi ambayo labda tukilinganisha awali na sasa, na bei ziko vipi kufikia sasa? Kufikia sasa bei ya chakula iko juu. Kama mambo ya mkate inatusumbua sana, mambo ya unga, hata mambo ya mafuta ya kupika. Tumejaribu, tunaongea, nilikuwa mmoja wa wenye walikuwa public participation, na tulijaribu kuongelelea hii maneno. Hii mambo ya chakula iko juu sana, tuangushiwe mambo ya chakula, na hata ikiwezekana
hii mkate ikuje shilingi 50. Tuko na mwana bodaboda pale. Nakumbuka mojawapo ya semi za Rais William Ruto wakati wa kampeni, aliweza kusema kwamba serikali itakuwa ya wanabodaboda, serikali ni ya mama mboga, serikali ni ya wale wahudumu wa mkokoteni. Je, wewe kama mhudumu wa bodaboda katika kaunti ya Kiambu, je, unajivunia serikali iliyoko madarakani kwa sasa? Asante sana. Wacha nichukue nafasi hii kukushukuru kwa sababu ya venye umetualika hapa. Mimi nataka kusema ya kwamba kulingana na matarajio yetu sisi kama wanabodaboda, tulikuwa tunafikiria ya kwamba pengine wakati rais ataingia katika usukani ataangalia mambo yetu na aweze kuzusha hii maisha chini, lakini inaenda kinyume ya matarajio yetu, kwa sababu ukiangalia hii policy ya bottom up, tulikuwa tunasema ya kwamba vitu vitoke juu virudi chini, lakini unakuta ni vice versa. Kwa mfano watu kama sisi ambao huwa tunatumia mafuta kila siku, unakuta ya kwamba wakati zamani ulikuwa unaweka pikipiki kama 500 ama 200 na unafanya nayo pengine siku mzima na unakuta unajibakishia kitu, lakini kwa saa hii unakuta ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaenda chini kulingana na matarajio yetu. Kwa hivyo tungeomba hii serikali, tafadhali, wakati mnapitisha hii sheria ambayo ni finance bill, tafadhali muangalie mwananchi wa kawaida ili mambo yawe ya matarajio yetu. Na umesema kabisa serikali izingatie mwananchi wa kawaida. Nikirudi kwako, serikali katika ufadhili bajeti imeweza kuzingatia sana katika kuongeza ushuru katika shughuli ya kuongeza ama kufadhili ile bajeti. Je, wewe kama Mkenya wa kawaida, ni kweli mnapinga nyongeza ya ushuru, lakini ungependa serikali izingatie nini haswa inapotafuta mbinu za kufadhili ile bajeti? Serikali kuongeza ushuru kunalingana ni kuongeza ushuru kwa njia gani. Tukiangalia ile mambo serikali imekuja nayo, kama tuseme mambo ya magari, hii serikali inaamka kila siku kufikiria mambo ya kuongezea ushuru. Na ukiangalia mambo kama ya magari, gari yangu mimi ambao mimi natumia, hiyo gari kwangu ni ya kunibeba kutoka one place to the other, na iweka mafuta, nafanya mambo zingine mingi nayo ambao mimi natoka kwa mfuko. Lakini ikifika ni mambo ya kusema kila mtu ambaye akona gari awe akilipa 2.5%, hiyo ni kufinyilia watu, hiyo ni kukandamiza watu. Tuangalie mambo ambayo serikali imeweka. Hii mambo ya mkate watu wamewekewa hapo tu, ambayo mambo ya mkate. Mambo ambayo iko kwa hii serikali ni mingi. Ni mingi sana ambayo imeweka kwa hiyo finance bill, ambayo watu wetu hawaelewi na hawaelezwi. Sisi tunasema tunapinga mambo ya finance bill hii ya 2024 2025, na tunaambia wabunge wetu saa hii ile kazi ambayo ingekuwa katika Mount Kenya ni ya wao kuzunguka katika mahali mtu amechaguliwa, kuelimisha watu mambo ya hii finance bill kabla ipite. Lakini leo tunaona kila siku kwa ndege wanatuonyesha tu wakitembea kwa helicopter. Tulichagua watu ambao wamekuwa ni watalii. Mara deputy president ako pande hii, kuna wale wako na yeye. Wengine Ruto wako pande hii, kuna wale wako na yeye. Na tuambia watu wetu, hata tushinde hapa tukiongea mambo ya hii finance bill, wale watu ambao wameshika nguvu ambao wangetusaidia kama wangefanya kazi kulingana na katiba ni wabunge wetu. It is not about Ruto. We have our MPs. Kama wangetumia tu akili zao, wangefanya ile representation ambao wamechaguliwa na watu, hii ni kazi ya bunge. Tukiangalia mambo ya finance bill, my friend, tuangalie mambo kama mafuta ya kupikia inaelekea kuongezewa bei. Tuangalie mambo ya input za mashamba, wanaenda kuondoa ile exemption ya tax. So hata kupandilia mimea itakuwa ni bei kali. Bwana Kariuki, kuna hili swala la kizushi kidogo limeibua gumzo si haba katika mitandao ya kijamii na hata miongoni mwa Wakenya ambao vile vile wamefuatilizia gumzo hili kuhusiana na mswada huu wa fedha. Kuna hili kuhusiana na ushuru wa huduma za simu, imewe ni kutuma pesa ama kutoa pesa, hata vile vile pia kununua voucher. Kwanza nikuulize, leo umetuma pesa mara ngapi? Umetoa pesa mara ngapi siku ya leo? Nimetoa pesa kama mara 3 hivi. Kama mara 3. Na nimetuma kama mara 2. Kama mara 2. Yes. Endapo umetuma pesa ngapi? In total nimechezea kama 7,000 8,000. Na kwa ujumla tu unadhani kwamba umetumia kama hela ngapi
ile tunasema ni transaction fee around 150 hapo. Yes. Hisia zako ni zipi kuhusiana na huu ushuru ambao unapendekezwa wa kutoza ushuru wa huduma za simu, kutuma, kutoa, hata vocha nasikia pia vile vile itajumuishwa kule ndani? Hisia zako ni zipi wewe kama Mkenya kawaida ambao kila uchao ni huduma ambazo unazitumia kila siku, kutuma pesa, kutoa pesa, itakuathiri vipi? Itaniathiri kwa sababu saa hii wale watu wote kwa biashara, unakuta kwa biashara yako watu wengi hawabebi pesa taslimu, watu wanabeba pesa kwa simu. So kila mtu akinunua hata kitu ya 20 bob anataka kulipa na simu. Sasa itabidi customers wanunue pesa cash. Na hapa tunaona hata kama target ni kampuni ya Safaricom. Nafikiri Ruto ako na mpango ya kuagusha Safaricom afungue ingine yake. Ukiangalia sasa ile mambo wanafanya ni kama Safaricom iko targeted. Alafu hii serikali inakuta imeaffect kila sekta. Wanakuanzia pale, wanakuja kwa mafuta, wanakuja kwa mafuta ya kupikia, wanaenda kwa simu, mahali kila mtu, kila mnyonge. Sasa hii siku hizi vile watu walikuwa wanatuma pesa hata kama ni ushago. Mama yako akiwa na haja na kitu huko, ama ukiwa na mtu anataka kusaidia sister kama mtu mwingine, ile safari ya kwenda kumuona na kumpelekea pesa iliisha. Tunatumia simu. Washa niende kwa Bwana Peter Mukono pale ambaye ni katibu wa muungano wa wanabodaboda katika kaunti ya Kiambu. Wateja wengi ambao unawabeba siku hizi, bila shaka nikifanya tathmini tu ya wateja ambao bila shaka hukulipa, kwanza nikuulize, wengi hulipa kwa njia ya simu ama wanakupatia pesa taslim mkononi? Wacha niseme ya kwamba watu wale wengi ambao huwa tunakutana na wao, wengi huwa wanatumia simu. Na sana sana unajua siku hizi kwa sababu ya venye mambo imeenda ikibadilika, si watu wengi ambao huwa wanabeba cash kwa mfuko. Sasa ukimfikisha mahali anaenda, anakuambia, anakuitisha namba ya simu, alafu anakuuliza kama akutumie na pochi la biashara au ama na till number ama pengine send money. Sana sana unakuta ya kwamba wakati tunatumiwa pesa kwa njia ya simu, unakuta ya kwamba ikishatumwa pengine amekutumia shilingi 100. Tuseme kwa mfano umemtoa mahali pamoja hadi pengine, unakuta ya kwamba hiyo 100 amekutumia, hiyo huwa kuna pesa zingine ambazo huwa zinatumika hapo juu na hii Safaricom. Sasa hujui mahali hiyo pesa imetoka. Kwa hivyo baadaye unakuta ya kwamba ile 100 ambayo ulikuwa nayo sio 100 bali ni kitu kama 70 ama 60. Lakini wale ambao pia huwa wanalipa cash ni wachache, na unakuta ya kwamba katika hiyo kufuliza na nini ndio inakula pesa mingi sana. Na pia kwako Bi Sharon Akinyi, unadhani ushuru huu wa kutoza huduma za simu utakuathiri vipi wewe kama mfanyabiashara katika kaunti ya Kiambu? Mimi kama mfanyaji biashara kwa sekta ya biashara ya chakula, nauza mboga, sana sana customer wangu wanalipanga na simu. Na unapata kwamba ukilipwa mtu, hata ukiuzia customer kitu ya shilingi 100 ama 150, ukienda kuitoa haiwezi toka ikiwa 150. Itatolewa pesa juu. Kwa hiyo bado inaleta hasara kwa mwanabiashara. Sisi tungeomba rais wetu na wabunge wetu wakienda mahali pale wapingane na hii maneno, na kama itapita waangalie mambo sana sana mambo ya chakula. Hapo hatutaacha kusema. Mwelekezi wangu anaarifu kwamba hatuna muda, lakini kwa kifupi tu nianze na wewe, nitakuja kwa lafikisha tumalize na kauli yake. Tuanze na mhudumu wa bodaboda pale. Je, unadhani kwamba wabunge ama mbunge uliyemchagua atatii amri ya Rais William Ruto ama atakuangazia wewe kama mpiga kura ama maslahi yako wewe kama mpiga kura? Mimi ningesihi MP wangu mahali popote alipo, kama ananisikiliza, asitikie tu kupitisha huu mswada, kwa sababu naomba kidogo tu mwana bodaboda angalie, sijui atumie kamera gani hapa, atoe kauli zake kwa mbunge wake, atumie kamera hii. Naomba utumie kamera ile ueleze kabisa kinagaubaga, ungependa atii amri ya Rais William Ruto ama ajali maslahi yako wewe kama mpiga kura? Bwana wetu MP Mheshimiwa John Mashua Waithaka, tafadhali mimi ningekusihi kama mwana bodaboda uangalie tena huu mswada ambao umeingia kwa bunge, na tunakusihi ya kwamba sisi kama wananchi wa kawaida tunakupenda sana, lakini tafadhali uangalie tena maslahi yetu, ili tunajua ya kwamba unatushikilia sana sana sisi kama wanasekta wa bodaboda, ili huu mswada usiende mbele, ili tuweze kupitia tena, kwa sababu hivyo ndivyo inavyostahili. Asante sana. Pia kwa dakika moja tu angalie
kamera ile pia ueleze, je, unadhani kwamba mbunge wako atatii kauli ya Rais William Ruto ama atajali maslahi ya Mkenya wa kawaida? Mimi ningependa kuambia mbunge wangu Mheshimiwa Mashua Waithaka, Wanjiko wa Kiambu, Akinyi wa Kiambu, Njoki wa Kiambu, sisi tumeweka macho kwako. Wewe ndio utapeleka maneno ya Kiambu huko bungeni. Tafadhali ukienda mahali pale, enda utetee Wanjiko wa Kiambu. Na tunangojea kuona ukipitisha mswada. Tafadhali tumekuomba. Tumekataa hiyo mambo ya hiyo mswada. Kwako pia kauli yako. Wangu dakika moja yako ni hii. Dakika moja kwa mheshimiwa wangu. Hakuna mahali Ruto alikupigia kura. Watu walikupigia kura ni wakazi wa Kiambu. Enda uokoe watu wa Kiambu, wasiangamizwe na hii finance bill. Itaangamiza biashara, itaangamiza watu wetu kibiashara, kiuchumi. Hiyo ingine ya mwisho ni kuambia watu wetu, ile mpaka iko na serikali ya Ruto ni kufanya kitu inaitwa kudivert attention. Kule Western wameweka tawe movement. Hapa kwetu wanajifanya sijui wamepigana na Gachagua. Ili msifikire mambo ya finance bill tunawekewa Gachagua akibeba mfuko yake kwa airport, hata Gachagua awekwe akijifuria nguo. Na muongei mambo ya finance bill, muongei mambo ya ile bombozi iko kule Kariombangi, ni kazi bure. Viongozi wetu, wabunge wetu, endeni muokoe Wanjiko, muokoe mtu wa chini na jia kuangusha finance bill 2024-2025. Asante. Kidogo tumlisema serikali ni ya wamamboga na ni ya wana bodaboda. Kuna mwingine amewasili hapa. Dakika moja tu. Je, unadhani kwamba serikali iliyoko madarakani kwa sasa inajali maslahi ya mwana bodaboda, maslahi ya mamamboga, maslahi ya mtu wa mkokoteni? Hii serikali tuko nayo haijari mambo na Wanjiko ama wananchi wa kawaida. Inajijari wao wenyewe wenye tulichagua, ndio wenye wanajijari wenyewe. Juu hataki kuangalia maslahi yetu sisi. Kama vile tunasikia wamepandisha mambo na mikate, mambo na mafuta, mambo na kuoga, ndio ni sabuni na manguo zetu tutafanyaje? Zile ni vitu dogo dogo zenye wamepandisha. Ukiangalia hata chakula, sasa mwananchi wa kawaida lazima anaumia, na anaumia njaa. Anaumia juu ya hizo chakula. Sasa tutapata wapi kama pesa ni shida? Sasa kama mwana bodaboda, watu tulikuwa tunabeba, sasa hivi wamepungua. Zile pesa tulikuwa tunaweka kwa mfuko hatupati. Sasa unakuta mtu hana pesa, so kumbeba atatoa wapi pesa? Asante. Ni kauli hizo za wakazi wa kaunti ya Kiambu. Mwana bodaboda amezungumza, mama mboga amezungumza, na wasemavyo sema kwenye vitabu vya dini wanasema kwamba mwenye macho ameona, mwenye masikio pia amesikia. Majibu sina jibu, kwa maana wakazi wa kaunti ya Kiambu wameweza kujibu mengi. Kwa sasa mwelekezi naarifu kwamba tuelekee madukani kidogo, tukirejea ni mengi tu ambayo yanajiri katika kaunti mbalimbali na pia vile vile gumzo komavu katika counties, katika studio zetu katika kaunti ya Nairobi. Kwa sasa madukani kidogo, usibakini usibanduke ulipo. Orerorera Kameme TV. Chairman wa Gatodo na Mangu Farm Company Limited, Kahawa West, Jua Kali, ni maramenyithia members a Luenja marehe documents kana ballot ofishine Kasarani